Habari za muda huu, natumai hujambo na mzima wa afya, na bila shaka unaendelea kusherehekea sikukuu ya Idi kama vile ambavyo maelekezo yanatuhitaji. Na bila shaka katika hadhira ya leo tutakuwa tuna mada maalum ambapo tutaangazia kwa kina kuhusiana na yale yaliyojiri jana. Mimi ni Ali Kinasa, kwa upande wa lugha ya alama tunashirikiana naye Zulekha Suleiman, lakini baada ya muda mfupi nitarejea. Yaliyojiri jana, na katika mambo muhimu ambayo yamejiri mapema sana, waumini wa dini ya Kiislamu kutoka maeneo mbalimbali tulijumuika pamoja katika sala ya Eid al-Fitr, na baada ya hapo tukajumuika pamoja katika baraza la Idi. Sasa kuna kitu muhimu sana ambacho kimefanyika kule, ni kujumuika watu kutoka maeneo mbalimbali. Kadhalika Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi alihutubia taifa, na vyombo vya habari viliweza kuonesha hili ikiwemo chombo cha ZBC. Sasa tutazame baadhi ya video ama picha mjongeo zikitukumbushia kidogo mambo ambayo Mheshimiwa Rais aliyazungumza. Karibu. Ndugu wananchi, miongoni mwa mambo ambayo tuliyafanya katika mwezi wa Ramadhani ni kuonyeshana moyo wa mapenzi, huruma na hisani kwa kutoa sadaka ili kuwasaidia watu mbalimbali wenye uwezo mdogo wa kukidhi mahitaji yao, wakiwemo wazee, wajane, watu wenye ulemavu na watoto yatima. Ni dhahiri kuwa sadaka walizopata wenzetu hawa ziliwasaidia sana kuondoa usumbufu wa upatikanaji wa futari na daku na kuwawezesha kutekeleza ibada ya funga bila ya kuwa na wasiwasi wa kupata mahitaji yao muhimu. Ni wasihi tuendelee na mwendo huu mwema
wa kusaidia watu wenye mahitaji mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku. Hakika utoaji wa zaka na sadaka ni mambo yanayohimizwa katika Uislamu kutokana na faida zake katika jamii. Tunafundishwa kuwa miongoni mwa faida hizo ni kuitakasa nafsi ya mtoaji. Aidha, husaidia kuondoa chuki na husda na kuijenga jamii yenye umoja, mapenzi na mshikamano na kuimarisha ustawi na uchumi. Hakika haya ni mambo ya msingi ambayo jamii yetu inayahitaji. Napenda kutumia fursa hii kwa mara nyingine kutoa shukrani kwa watu wote waliotoa sadaka zao kwa madhumuni ya kuwasaidia wenzetu wenye mahitaji mbalimbali katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, awaongezee baraka katika shughuli zao na wapate mafanikio zaidi. Ndugu wananchi, tuna wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutudumisha katika hali ya amani, tukaweza kuitekeleza ibada ya saumu na ibada nyingine tulizozitekeleza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa utulivu mkubwa. Kwa baraka ya siku ya leo, tunamuomba Mola wetu mlezi atujalie kuilinda na kuidumisha neema hii ya amani tulionayo, hususan katika mwaka huu ambapo nchi yetu inakabiliwa na uchaguzi mkuu mwezi wa Oktoba. Kila mmoja wetu kwa imani yake tuendelee kuiombea nchi yetu ili Mwenyezi Mungu atuvushe salama. Naam, bila shaka tumesikia na tumejikumbusha kile ambacho kimezungumzwa jana. Sasa tupo na mchambuzi wa masuala ya kijamii Rashid Mohamed. Yeye yupo tayari kidogo kugusia swala hili katika mtazamo wa kijamii. Rashid, bila shaka tumeshuhudia picha mjongeo Mheshimiwa Rais na wewe ulikuwa ni miongoni mwa wale waliohudhuria katika tukio lile. Kwanza tungeangalia zaidi kuhusu hotuba ambazo zinatolewa kwenye baraza la Idi. Tunaweza kulinganisha kipindi kilichopita na kipindi cha sasa juu ya uzito wa tukio lenyewe. Asante sana ndugu mtangazaji, na nashukuru pia kupata mwaliko wa leo, siku adhimu kabisa. Tumeingia fungo, nasema fungo mosi wanaita maarufu, lakini ni Shawwal. Ni majina ya Kiswahili, lakini tumshukuru Mungu kwamba tumeweza kukamilisha fungo tukufu wa Ramadhani na sasa tupo katika kusherekea. Kwa hiyo jana ilikuwa ni siku ya furaha kubwa sana. Na ndio maana unaona Zanzibar nzima ilihanikiza. Kila unapopita watoto wamependeza, watu wananukia mafuta mazuri na nini. Si hivyo tu, bali kila chochoro unasikia harufu za pilau, biriani na nini. Kwa hivyo wallahi ilikuwa ni siku ya furaha na kila mtu aliona kwamba sisi Zanzibar tumeungana na nchi nyingine ikiwemo Tanzania bara na baadhi ya nchi nyingine ambazo zimefungua kwa siku ya jana. Kwa kweli ilikuwa ni siku ya furaha, lakini siku ya furaha hii singeweza kukamilika kama kusinge pia kufanyika hili baraza la Idi. Kama unavyojua hata rais mwenyewe katika hotuba yake alizungumza kwamba baraza la Idi ni ada. Yani ni jambo ambalo limekuwa, naweza nikasema hapa kwa maneno kidogo aliyosema mwenyewe Mheshimiwa Rais, akisema okay, sambamba na hayo Mheshimiwa anasema tuna utamaduni wa kuwa na baraza la Idi ambayo ni fursa nyingine ya kuungana pamoja katika kusherehekea sikukuu ya Idi, kupeana nasaha na kuombea dua nchi yetu na ili tuzidi kupata mafanikio. Kwa hivyo tukija hizi nukta, nasema sambamba na hii furaha ambayo tulikuwa nayo sisi Zanzibar miaka kwa miaka tuna utamaduni bali tuna ada ya kufanya baraza la Idi. Na manake ada imekuwa kama ni jambo la kawaida, jambo ambalo la lazima na lina umuhimu mkubwa. Kama utaona utakumbuka jana pale katika ukumbi wa Ziwani Polisi, kwanza haiba iliyotokea pale, viongozi wote wa serikali wa sasa hivi ambao walikuwa mbali kwa tuseme, wengine walikuwa kama mlivyomsikia katibu wa mtendaji sema viongozi wengi walikuwa umra. Speaker alikuwa hayupo, mheshimiwa makamu wa pili alikuwa hayupo, lakini wote kutokana na uzito wa lile jambo
naamini hata pengine umra yao hawajakamilisha baadhi ya taratibu, ilibidi warudi kwa ajili ya lile baraza. Lakini si hivyo tu, tumeona viongozi wa staafu, Mheshimiwa makamu tuseme pengine kuanzia Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, Mheshimiwa Rais wa awamu ya 7, Mheshimiwa Amani Abedi Karume awamu ya 6, pamoja na Mheshimiwa Balozi Seif Ali Iddi ambaye alikuwa ni makamu wa pili wa rais mstaafu, lakini hata mwenza wa Mheshimiwa Rais wa Tanzania. Si hivyo tu, hata makamu wa kwanza makamu wa kwanza wa rais, tusema makamu wa kwanza wa Mheshimiwa Othman Masoud. Lile jambo ni zito sana. Kwa hivyo viongozi wote waliokuwepo madarakani na waliopita, tofauti na matukio mengine, tunaweza tukafanya sherehe ya kawaida tukawaita baadhi ya viongozi, lakini lile kutokana na uzito tumeona kwamba safu imekuwa kubwa. Safu ni kubwa sana. Kwa sababu wa uzito wa jambo linalotokea, lakini uzito wa ile baraza lenyewe, na pengine tuseme uzito wa maneno ambayo pengine sote tunakuwa tunatarajia kumsikia kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Sasa hapo mwananchi apokee jambo hilo kwa sikio la aina gani na macho ya aina gani? Tupokee kwamba unajua baraza la Idi linakuwa na mwaliko maalum. Sio watu wote wanapata fursa. Inapotokea hili baraza la Idi, si kwa mwananchi tu, bali kiongozi au mteule wa rais na mtendaji wa kawaida wa chini kabisa, ngazi ya chini katika serikali, bali hata taasisi binafsi. Tuone kwamba hii ni siku muhimu. Sio tu kidini, bali ni katika mustakbal wa nchi yetu, kwa sababu dini yetu ina mwongozo, na alhamdulillah sisi tuna sheria ya ofisi ya Mufti, sheria namba 4 mwaka 2021, kwamba inatuongoza, na moja katika majukumu yao ni kusimamia haya mabaraza na kufanyika na kuona vipi yanatekeleza. Kwa hivyo ile ni siku ambayo tuchukulie ni fursa dhahabia, yani nasema golden opportunity kwa sisi, kwa maana pale tunayategemea yale ambayo tutayazungumza rais ni maneno ya kipekee. Sio maneno ambayo pengine anaweza kuzungumza akiwa amealikwa kwenye uzinduzi wa jambo fulani, bali pale ni sehemu ambayo mwaka mzima sisi tulikuwa tunaisubiria. Inaweza ikawa ni Eid al-Fitr kama hii au Eid al-Hajj, kwa sababu hizi kwa Waislamu sisi ndio sherehe kubwa sana. Tuna sherehe 3 tu, aidha iwe Eid al-Fitr, Eid al-Hajj au Yaumul Jumaa. Na hii Yaumul Jumaa ni siku ya Ijumaa, ni Eid ndogo. Kwa hivyo hizi Eid al-Fitr au Eid al-Hajj, sherehe ya sikukuu ya kufungua kama jana tuliyofanya, na sherehe ya sikukuu ya kumaliza Hajj, Eid al-Hajj au Eid al-Adha kama inavyotambulikana, ni kwamba ni masiku makubwa. Kwa hivyo lazima tuchukulie ukubwa wake. Na ndio maana unakuta sherehe kama ile viongozi wengi sana wanahudhuria. Kwa mfano kama inafanyika Unguja, maana hata viongozi kutoka Pemba utaona wamehudhuria. Na kama inafanyika Pemba utaona viongozi kutoka Unguja wanahudhuria. Lakini vile vile tuseme jamii kwa ujumla, mazingira tuseme, na watu wa kada tofauti. Sio tu viongozi kutoka serikalini, bali wadau wa maendeleo. Umeona pale kuna washirika wa maendeleo kama wa United Nations walikuwepo, mabalozi mbalimbali walikuwepo, lakini vile vile wananchi wa kawaida na watu wengine ambao pengine tuseme walikuwa na mahitaji maalum. Kwa hivyo ni hutuba, pengine tuseme baraza ambalo lina mshiko mkubwa kwa wananchi. Na ndio maana hata kile tunachosema nachokiongea rais kinaingia kwenye moyo, kutoka kwenye moyo wa Mheshimiwa Rais. Na ndio maana tutazungumza katika yale ambayo yametoa maagizo na maelekezo, ni kwamba kuona yanaweza kufanyiwa kazi na vitu kama hivyo. Na naweza kusema kwa kiasi fulani baraza hili, na tofauti na mabaraza yaliyopita, haya ya kwenda kwa mfano awamu hii yanavyoendelea na awamu yanatofautiana vipi sasa? Utofauti ni kwamba na wasiwasi kwamba awamu hii kidogo tumetoa ile, kuna utaratibu umebadilika, tumeipunguza. Sijajua kwamba kutokana na sababu ya kibajeti au nini,
Lakini nakumbuka mimi, na hapa ninazo nakala katika awamu iliyopita ya serikali ya Dr. Ali Mohamed Shein pamoja na awamu zilizopita, baraza kama lile linapotolewa, wale washiriki wahudhuriaji wote wanakuwa wanapata nakala ya hotuba aliyotoa Mheshimiwa Rais. Na hii kwa mfano, na unaona hapa hii imeandikwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, hotuba ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein aliyotoa kwenye Baraza la Eid al-Hajj Zanzibar 2017. Na hii ni nayo nyingine, hii ni mfano Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, hotuba ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein aliyotoa Baraza la Eid al-Hajj mwaka 2019. Ndio. Kwa nini nimeonyesha hivi? Kwa sababu nimehudhuria kama mabaraza matatu hivi yaliyopita. Sijaona mfano wa kufanyika kitu kama hicho. Na nini? Hii manake tayari hii unapompa mtendaji, hii ni nakala. Naweza kusema kwa njia nyingine ni katiba ndogo, kuona kwamba Mheshimiwa Rais katika baraza lile nililohudhuria alitoa maagizo haya, na mimi kama mtendaji au kama Muislamu natakiwa kuyatekeleza. Labda natakiwa kuyafuata. Labda kwa sababu ya mambo yanavyobadilika, huenda kutokana na kuongezeka kwa vyombo ambavyo vinatoa taarifa juu ya swala hilo, kwa sababu pengine ukichukua nafasi tu ya kufuatilia hotuba ya Mheshimiwa Rais ya jana au tukio la jana kwenye baraza la Idi, utashuhudia kupitia vyombo tofauti, wakiwa wameandikia, wakiwa wamesimulia, wakiwa wameonesha. Sasa hii huenda ikawa inaleta picha kwamba kumbe hili jambo linaweza kumfikia kila mmoja, na ikawa ukumbusho, kwa sababu pia tumehamia kwenye matumizi ya kidijitali zaidi. Nakubaliana na hilo. Lakini changamoto niliyopata, hata nilisema nitafute wakati napata taarifa kwamba inabidi leo tujadili hili. Nimetafuta hata hii hotuba, hata hakuna hata mtandao mmoja ambayo umeweka, sio mtandao ya ofisi ya Rais Ikulu wala mitandao mengine. Kwa sasa si unapata, kwa sababu tukio lile limerekodiwa. Kwa mfano ukifuatilia ZBC, ndio ilikuwa recorded, nakubali, lakini nasema unapompa kitu cha maandishi kwamba hii ni hotuba, nikikupa we utaitreasure, utasema hii ni hotuba ambayo hata wakati wote naweza kupitia Mheshimiwa Rais ukurasa wangapi alitushauri ni jambo fulani, kwa sababu wanasema makutiba karra wa mahufidha farra, kinachoandikwa kinabaki, lakini kinachohifadhiwa kinapotea. Kwa hivyo tulitegemea, na mimi na ni ombi langu kuona ofisi ya Rais wanafanyia kazi kwa sababu yale Mheshimiwa Rais anazungumza mambo makubwa, na pale kuna wananchi na mambo mengine na wale wanaohudhuria. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanawezekana, kama walivyosema, na wakati wa dijitali hii hotuba wangeweka katika mitandao kwa mfano, kwa sababu tunachofanya wakati wa utoaji wa taarifa ni kwamba tunachukua kipande. Kuna watu pengine wakati ule kwa wanatayarisha, unajua siku kuu, si watu wote wanapata fursa wa kuweza kuangalia na kufuatilia. Pengine wengine walikuwa wanatayarisha vyakula kwa ajili ya mchana na mambo mengine, na wengine ishtihali nyingine. Kwa hivyo kwanza ofisi ya Rais ambao wanamsaidia Rais katika kazi zake ni kuhakikisha kwanza katika mabaraza yajayo hizi hotuba zinapatikana katika hard copy kama hivi, katika yani kwa wale ambao watakaa, lakini vile vile hata huko online ambapo ni rahisi zaidi. Kama nilivyosema, tuko katika wakati wa teknolojia, ni rahisi sana mtu kupakua na kuweza kuweka jambo ambapo litaweza kuwafikia wengi, kwa sababu haya maneno ya Mheshimiwa Rais ni maneno matukufu, na kila anachokisema Rais inakuwa ni agizo au maelekezo. Hakuna kitu ambacho atakisema labda iwe ni kwa matashi yake au kitu cha masiara. Bali kila anachokisema sehemu yoyote ambayo inakuwa ni Rais wetu ambaye anatuongoza, inabidi tukichukue. Kwa hiyo ile ombi ni kwa kila tukio, kwa sababu maelezo yako tumesema tunazungumzia uzito wa hii baraza. Sawa, uzito wa baraza. Lakini kwa matukio mengine basi hamna shida. Mazungumzo yako ni kama vile pia analenga hata sehemu nyingine. Ndio. Sawa. Kuwe kuna utaratibu huo. Itapendeza kwa sababu tunasema ikiwa tukio ni kubwa na zito. Kwa mfano haiwezekani mfano tunafanya sherehe za Mapinduzi, watu wapo mbali pale, Rais anasoma hotuba afu baadaye watu hawana kitu kama kile ambacho mfano mtu anaondoka nacho take away kwamba Rais alizungumza hichi na hichi. Rais anazungumza mfano kwenye sherehe za Mapinduzi 1 hour au nusu saa. Hauwezi kusema hata wewe hodari kiasi gani utachukua kila kitu ambacho amekisema. Ni muhimu sana kuwa na nakala. Kuwa na vitu kama hivi kumbukumbu
zinabaki kuwa ni reference document kwa ajili ya viongozi, bali kwa ajili ya wananchi, kwa ni jambo muhimu sana. Kwa hivyo niseme kama ulivyozungumza kwamba baraza lilikuwa ni jambo zito, na ndio maana tumeona kwamba uzito wa lilivyofanyika, lakini tumeona kwamba limefanyika kwa furaha. Tumefurahi. Watu wa wapi wale, tumeona watu wanashid na kasida, sio wametokea Jangombe sio wapi, lakini walitufurahisha sana. Mfereji wa Wima ndio na kasida zao, lakini vile vile na maneno ambayo hata kama umeona msomaji wa Qur'ani ile tajwidi yake, ladha yake na utamu wake, kwa kweli tukio lilikuwa zuri. Lakini mimi natamani sana tuzungumzie kidogo. Tumeshuhudia picha mjongeo ile, na Mheshimiwa Rais amezungumza mambo mengi. Miongoni mwa mambo ambayo amezungumza ni kuhusiana na mambo ambayo yamefanyika katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watu walikithirisha kutoa sadaka, na zile sadaka zilitengeneza mapenzi, huruma na mshikamano baina ya wanajamii. Lakini pia hakuacha kuwanasihi kuendelea kufanya tena jambo hilo jema, kwa sababu litaendelea kuunganisha watu na kuwaweka watu kwa kitu kimoja. Ile nasaha aliyoitoa, tafsiri yake ni kwamba katika mabaraza aliyopita alizungumza taswira kama hiyo au maelezo kama hayo, lakini hayakufanikiwa kwa 100%. Ndio maneno ambayo amezungumza Mheshimiwa Rais yanaenda katika wakati mwafaka, kwa sababu inaonekana kama vile watu sawa wanatoa sadaka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, alafu baada ya hapo kama vile wanasitisha mpango huo na kusubiri mpaka Ramadhani nyingine zijazo. Mimi nimshukuru sana Mheshimiwa Rais, najua kwa kauli yake na kwa maelekezo yake na maneno haya mazuri ambayo amewasa wananchi katika kuyafanya haya. Na yeye Mheshimiwa Rais tulimshuhudia kuwa kinara katika hayo. Tumemwona akizunguka katika mikoa yote ya Zanzibar, Unguja na Pemba, bali pia kushirikiana na baadhi ya wadau na wahisani katika kufanya hivyo. Lakini si yeye tu, tumemwona Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais katika kufanya hayo, pamoja na Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais katika viongozi wa serikali, lakini na matajiri kama Mheshimiwa Said Bopar na wengine wengi ambao siwezi kukamilisha listi yao. Ni kwamba haya mambo yamefanyika, na mimi nisijiache nyuma, hata sisi tumefanya kupitia taasisi ambazo mimi nafanyia kazi. Hivi karibuni tarehe 21 wakati tunaadhimisha siku ya watoto mfanano, kumbuka ulifanya kipindi na moja katika watu ambao niko nao Ahla Mazani, kwamba tulitoa sadaka pale kwa kiasi kikubwa kwa watoto wale wenye uhitaji. Lakini sasa mtakuwa mna muendelezo. Sasa ndo nakuja huko, ni kwamba muda wetu unakimbia sana. Wanasema ni mwezi wa kuchuma. Ni mwezi wa mapato makubwa sana. Na kwa sisi Waislamu tunasema hii ni Ramadhani imekuja kuwa ni darsa. Yani tunayofanya yote ya Ramadhani tunatakiwa tuyafanye wakati wa kawaida, katika siku za kawaida. Lakini Ramadhani ni kutokana na fadhila ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, na unakuta sasa watu wana pupa ya kufanya yale mambo. Maana na hulipi jema moja kwa 10, bali kwa mara ya 70 zaidi. Kwa hivyo kila mtu hata kama ana sadaka, kwa mfano kupe mfano Sheikh Said Bopar ana sadaka zake huwa, lakini au zaka zake anapanga, lakini huwatumia muda wa mwezi wa Ramadhani kuzifanya kwa sababu ya fadhila na ujira ule ambao ulikuwepo. Lakini sasa mwezi wa Ramadhani umeisha, haina maana kwamba baada ya hapo hakuna ujira. Mungu ni mlipaji, na Mungu ndo anasema ni muweza wa kila kitu. Tunasema kwamba innahu ala kulli shay'in qadir. Kwa maana yeye muweza wa kila kitu, ndo anasema analipa moja kwa 10. Alhasanat bi ashar amthaliha, yani hasana kwa lakini kuna aya nyingine na hadithi nyingine inasema ila adhafin kathira, malipo yaliokuwa mema zaidi. Kwa hivyo sisi ambao tumefanya haya mambo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuwe na imani na yakini ya Mungu, Mwenyezi Mungu Muumba, ambaye ametutaka tuyafanye haya Ramadhani, lakini ametutaka tufanye katika mwezi wa kawaida. Ramadhani imekuwa ni chuo kwamba sisi tufanye haya, kwa sababu Ramadhani
kama unavyoona mwenyewe tulivyokuwa, yani kila mtu anakuwa na pupa ya kufanya wema, na tunaambiwa hata mashetani wanakuwa nafungwa, kwa maana sisi tupo katika kufanya wema kwa kiasi, kwa wema na kuendeleza wema. Kwa hivyo tujifunze kwamba tumeweza kufanya na tuamini kwamba tutaweza kufanya baada ya, kwa sababu wahitaji tuliowakuta Ramadhani ndio wahitaji wao tutawakuta baada ya Ramadhani. Ikiwa tumewakuta wanahitaji Ramadhani ambao ni mwezi mmoja tu katika miezi 12, basi na miezi 11 bado ni wahitaji wakubwa sana. Kwa hivyo kuna haja kama alivyosema Mheshimiwa Rais kuendeleza. Inawezekana uwezo usiwepo mkubwa, lakini kwa kadri ya mtu uwezo wake aendeleze, kwa sababu unapofanya wema na wewe wema wako utakuta, anasema wema ni kama sarafu. Yani unapoishusha, it's like a coin, when you toss it it has to come back, yani lazima ianguke. Uwezo ukairusha sarafu juu alafu iende tu kabaki huko huko. Kwa hivyo wema utalipwa kwa wema, lilladhina ahsanul husna wa ziyada, watakaofanya wema watalipwa wema wao. Lakini vile vile ni kwamba sisi tunapanda mbegu, ambapo tunapotoa kile tunachotoa, kwa mfano kwa kuwasaidia maskini, kuwasaidia mayatima, kuwasaidia watoto kama vile tulivyofanya, Mungu anakulipa kwa matunda bora. Kwa hivyo inawezekana usiseme kwamba mimi nimetoa leo afu kapata kesho. Hapana, haipo hivyo. Sheria ni kwamba wanasema ili upate lazima utoe. That's a formula. You have to give in order to get. Yani you have to give in order to have. Vovote utavyosema. So giving open doors for receiving. Yani unapotoa ndo unajitayarisha njia ya kupata. Kwa hivyo tusiwe na ile mentality kwamba wamesema tumetoa leo tena kesho nilipo. Hapana, Mungu ni mlipaji. Kwa sababu tunafanya hivi kwa ajili ya kuwasaidia watu wetu, lakini vile vile kujisaidia sisi nafsi zetu, kwa maana tunapatambua mtu kwa kadri ya dini yake na imani yake. Hakuna mtu, na ndio maana unaona hata wenzetu wa Kristo hakuna kitu wanachokithamini sana kama sadaka wanapoenda makanisani. Niko na sasa hivi tupo katika au wenzetu wa dini ya Kikristo hapo katika mfungo wa Kwaresma. Kwa hiyo utaona yale mambo yanavyoendelea na ndani yake wanahamasishana zaidi kuhusu swala zima la kutoa sadaka. Sasa mimi nataka nifahamu kwa taasisi zetu ambazo ziliendesha matukio kama hayo ya kutoa sadaka, ya kufutarisha, imefikia hatua kusikia changamoto kuhusu futari ama daku, ni vitu ambavyo sasa imekuwa kama ni stori za kusadikika tu, habari za kusadikika, lakini watu wanajitahidi sana. Je, mwezi mtukufu wa Ramadhani umemalizika. Sasa hizi taasisi zitakuwa zina mwendelezo? Mbona kama kipindi cha nyuma zinatuonesha hivi zinasuasua katika wakati baada ya Ramadhani? Ni kweli. Ni jambo ambalo zito sana loliongea, lakini mimi niwaombe na niwape imani kwamba Mungu yupo. Nasema hatumwabudu Ramadhani, tunaabudu Rabbur Ramadhani, yani tunamwabudu Mola wa Ramadhani. Kwa hivyo ibada zote ambazo tumezifanya tuziendeleze. Wale ambao walikuwa wanaswali tarawih basi waendeleze kwa njia nyingine, katika kiamu laili na tahajjud na njia nyingine. Walikuwa wanafunga, kwa sababu tumeona funga ni jambo bora, linatakaza hata nafsi zetu katika njia mbalimbali. Basi kuna funga nyingine za swaumu hizi za Jumatatu, Alhamis na zile za siku nyeupe, waendeleze japo kwa uchache wake. Lakini na mambo mengine, kwa sababu tumefahamu, kwa sababu tunasema Ramadhani ni chuo, ni madrasa. Tunaona kwamba vipi mtu anapata shida anapokaa na njaa. Tuwe na yeye moyo kufahamu kwamba kumbe watu ambao tungeweza kuwasaidia wakati wanashindwa kupata mlo mmoja kwa siku, au kuweza kudiriki siku zao kwa kupata chochote. Kwa hivyo hii tutoke nalo. Alafu tufahamu kwamba sisi tumeweza kuyafanya haya Ramadhani kwa kuweza kujikurubisha na Mwenyezi Mungu. Basi tuelewe kwamba tunaweza tukayafanya haya katika nyakati nyingine, kwamba tuna uwezo wa kuwasaidia watu na Mungu sisi akatusaidia. Kwa sababu Mungu ameahidi
man kana fi auni al-abd kana abdu fi auni akhihi, yani Mungu ukimsaidia mja, yani inna Allaha fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhihi, kama ilivyokuja katika hadithi kwamba Mwenyezi Mungu anamsaidia mja pale ambapo mja anamsaidia mwenzake. Kwa hivyo tuwe na yakini kwamba sio unapofanya msaada ukatoa tu kwamba umetoa, bali Mungu ameahidi na vitabu vitakatifu na mitume wametufundisha hivyo kwamba tunapotoa basi na sisi Mungu atatulipa. Kwa hivyo tuendeleze, tusiache yani pale. Kama ulivyosema watu juhudi zinakuwa nyingi sana Ramadhani, lakini tuone kwamba hawa watu walikuwa ni wahitaji Ramadhani mwezi mmoja, hii miezi 11 iliyobakia inakuwaje? Kwa hivyo tuwe na hiyo ufahamu, alafu tena turudi kwenye mataasisi zetu tufanye juhudi na Mungu atatusaidia. Mimi nikushukuru sana Rashid katika hatua hii ya awali. Mtazamaji, baada ya muda mfupi tutarejea hapa na tutaangalia picha nyingine ya tukio la jana na tutaijadili hapa. Tafadhali usibanduke. Mamlaka ya Mapato Zanzibar ZRA inawajulisha wananchi wote kwa ujumla kuwa inaendelea na zoezi maalum la ukaguzi na uelimishaji amani na furaha zao. Na bila shaka tumesikia vyema. Rashid, umepata hizo taarifa. Na hii tunajikumbusha kwa mara ya pili. Mheshimiwa Rais amezungumza, miongoni mwa mambo ya msingi ni kuhusiana na swala zima na kuzitaka mamlaka husika kusimamia vyema wakati huu wa sherehe hizi, lakini pia kuangalia watoto wetu kwa sababu harakati huwa zinaongezeka, hususan
katika eneo la barabarani na maeneo ambayo wanakwenda kusherehekea sikukuu hiyo. Wewe una maoni gani kwenye hili? Asante sana. Ni muhimu sana na ni vizuri kwamba Mheshimiwa Rais amelizungumza, lakini hata hivyo jana nilimsikia mama Mariam Mwinyi mke wa Rais wa Zanzibar, na yeye wakati anatoa sadaka alizungumza jambo hilo kwa watoto kuweza kukumbusha hili jambo kwa mamlaka, ni kwamba unajua hizi ni sikukuu. Nasema kwenye wengi pana mengi. Umeona, kwenye wengi pana mengi. Sasa mambo mengi huwa yanatokea. Na tunashukuru kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vinakuwa alert katika kuweza kuona namna moja ama nyingine usalama wa raia pamoja na mali zao na unakuwa ni mzuri. Moja ni kuona kwamba mfano taasisi kama polisi huwa wanajaribu kuweza kuweka hata baadhi ya njia kuzifunga, kuhakikisha kwamba usalama barabarani unakuwa ni mzuri, lakini vile vile kuweka utaratibu maalum wa muda kwamba ikifika muda fulani basi viwanja vinakuwa vinatakiwa vifungwe, na kuweza kufanya doria ya mara kwa mara, kusambaza maaskari na mapolisi katika barabara na viunga vyake. Kwa hivyo mimi niseme tu ili ni agizo la Mheshimiwa Rais lakini na viongozi wetu, na kwamba tumeona juhudi zinafanyika lakini ziongezeke. Kikubwa ambacho kimemgusa Mheshimiwa Rais kama tulivyoona katika hotuba ni kuhusu watoto, usalama wa watoto. Usalama wa watoto unakuwa hauko mzuri. Hakusema wazi, lakini moja changamoto kubwa ni haya mambo ambayo kila siku tunayasikia kwenye mawio na sehemu nyingine, watoto kufikiwa hata kukumbwa na aina mbalimbali za udhalilishaji. Tunaona kwamba watoto wanakuwa wanasherekea, lakini wakati mwingine sisi wazazi tukikosa umakini tunaweza kumkuta mtoto hayupo tena karibu yako. Kwa hivyo unakuja inaanza kwa jambo jingine, ndio mtapokea tu matangazo mengi hapa ZBC, mwanangu kapotea na nini, ZBC Radio na ZBC TV, unakuta kwamba mambo kama hayo yanatokea. Kwa hivyo tuseme kwamba kuna wajibu kwa kila mtu katika nafasi yake kuweza ku play role yake. Lakini ni upi mzani wa kupima ambayo amewazungumza Mheshimiwa Rais na kubebwa na wananchi? Kwa mimi nisema kama unazungumzia kuhusu wananchi, ndio maana nikasema kila mtu anatakiwa play role yake. Wananchi inajumuisha wazazi, inajumuisha walezi, bali inajumuisha wale pengine wafanya biashara wahusika katika maeneo ya viwanja vya sikukuu. Wananchi hususan sisi kama wazazi walezi tunatakiwa tuwe makini sana katika namna ambapo tunawaachia na tunawapa fursa watoto tukiwa katika viwanja, kuhakikisha kwamba wanakuwa na msimamizi. Yaani simwache tu mtoto kwa kuwa labda ni mkubwa kidogo sema haya nenda kule mimi nitakusubiri hapa. Tunapata matukio mengi ya watoto kupotea, lakini matokeo mengine sio mengi ya kuwa pengine mtoto sio kupotea tu, kutekwa kabisa, unakuwa huna habari. Kwa hivyo wananchi wanapaswa kwanza kuhakikisha wanatoa umakini, kwa hata kama wanawaacha watoto waende peke yao, basi angalau kuwe na mkubwa wao, sio tu kwa sababu watoto wanakaa karibu na Kariakoo inafika muda wanawaachia wakaenda. Lakini vile vile kuwe na umakini katika kuona kwamba wanafuatilia kwamba muda fulani wanatakiwa warudi wawe marudi, sio kuacha ule muda ambao umepitiliza. Kwa hivyo ni wajibu ambapo kama sisi wananchi na walezi katika kipindi hichi na ambacho tunatakiwa tukifanye kuhakikisha usalama wa watoto wetu, kwa sababu tunaona watoto ni katika victims wakubwa, katika sababu wao pengine hawana nguvu, hawana uwezo mkubwa kupambana na nguvu pengine ambayo inaweza inamshinda yeye. Kwa hivyo ni vyema sisi wazazi tukachukua nguvu hizo, tukachukua juhudi kusema kwamba okay, nawapeleka watoto wangu sikukuni au katika pembea, lakini naeka mimi mwenyewe mipaka, kwa sababu mtoto wako ni mtoto wako. Japo kuwa maskari wapo na walinzi wapo na wasaidizi wengine, kuna kuwa serikali tunashukuru imeweka miundombinu mizuri katika viwanja vya sikukuu. Utakuta watu wa fire wapo pale, watu wa first aid wapo, lakini sisi tuchukue hatua muhimu kuona kwamba watoto wetu wanakuwa salama na
wana enjoy sikukuu yao, na tunamaliza kusherehekea hizi siku 4 kwa salama. Jana ulitoka? Jana ilikuwa siku nzito kidogo, nilitoka lakini ilishia katika kutembelea wazee na ndugu. Jioni hukuigusa kabisa? Ni hiyo, yani mpaka usiku unajikuta bado unatembelea. Unajua Zanzibar yetu japo ni kwa ndogo, lakini Zanzibar imefungamana na jamaa. Asubuhi tuko huku, mchana tumeenda huku, mpaka usiku kuna ukweni, kuna umeni na nini, unajua. Kwa hivyo jana ilikuwa ni siku sana ya ziara, kutembelea, kama unavyojua ni siku ya furaha, kwa hivyo kutembeleana na ndugu na jamaa, kuweza kujuliana hali na kufurahia kwa pamoja. Kuna tahadhari ambazo hata wanaohusika kutoka mamlaka husika waliwahi kuzizungumza, na tumewaalika hapa mara kadhaa tukapata hayo maarifa. Moja ilikuwa ni kuhusu wazazi kuwawekea walao nambari za simu watoto wao katika mifuko pindi inapotokea umepotea, kwa sababu utakuwa kuna jopo la watu, basi waweze pengine watakapoonekana na raia wema na wakawapeleka kwenye sehemu husika za sherehe zile, kuna mamlaka ya Mji Mkongwe wapo pale, wao ndio wenye jukumu la kutangaza mtoto huyu amepotea, anaitwa nani na nani. Basi nambari zile ziwekwe katika mifuko yao ili ziweze kupatikana na kupigiwa simu wazee wao. Kwa binafsi, kwa sababu upo pia katika jamii, umeanza kuona angalau hatua hizo zinafanywa kazi na watu wetu katika jamii? Kwa kweli sijawahi kuona, na nashukuru kwamba watu ambao wenye mamlaka wameweza kushauri hilo. Ni jambo ambalo tunatakiwa tulishauri, tulizungumze kwa kiasi kikubwa, na kwa sababu ni jambo ambalo linaweza kwa njia moja ama nyingine, hususan kwa watoto wadogo sana, linasaidia na ni jambo zuri. Sisi tunafanya, kwa mfano mimi mtoto wangu begi lake la skuli lina taarifa kama hizo. Kwa hivyo ikitokea la kutokea, anaweza kufanya ikatokea kama mtu ikawa ndio njia, japokuwa na tembea na maskuli basi na mambo mengine, lakini ndio hivyo. Atakwenda kwenye sherehe inakuwaje? Sasa niseme kwamba adhari ya mwanzo mimi binafsi nisema ni kuichukua yule mlezi au mzazi pale, lakini hii nayo ni ziada nzuri. Ni ziada nzuri kwa sababu itakupa uhakika hata kama imetokea bahati mbaya, mzazi amehafilika, kwa sababu pengine unajua unakuta mzazi mmoja, hususan wenzetu wa baadhi ya mitaa, unakuta mzazi anaenda na watoto 7-8, hawezi kuwa control wote kwa wakati mmoja. Kwa hivyo kitendo kile ni kizuri na kinaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa. Mimi nitarudi tena kwako mtazamaji, tupate ujumbe kutoka studio. Tukirudi hapa tutakamilisha hatua ya kuliangaza hili, hususan katika eneo hili la watoto. Kuna mambo muhimu na ya msingi. Yaliyojiri katika baraza la Idi, na bila shaka Mheshimiwa Rais amezungumza mengi, ikiwemo swala hili la mamlaka husika kuchukua hatua muhimu sana za kuhakikisha vijana wetu, watoto wetu wanapokwenda kusherehekea shughuli hizi, basi wawe katika hali ya usalama, kadhalika
katika safari zao, kwa sababu tunafahamu kuwa harakati huwa zinaongezeka. Sasa Rashid, hapa tunazungumza, lakini taswira ya kupokea matukio ya kupotea kwa watoto, hususan katika kipindi kama hiki, bado ikiwa sherehe zinaendelea, taswira hii tuitafsiri kama kuna mwamko wa raia wema chini kwetu? Tuipokee hii, pengine wazazi kuna sehemu wanakosea mpaka inatokea hatua kama hii? So unakusudia kupokea sasa kwa mfano sisi wananchi tunapopata taarifa za watu wengine, wananchi wenzetu wengine wamepotelewa watoto, zinatolewa taarifa zile kupitia vyombo vya habari, taswira ni kwamba sisi wananchi hatuna mwamko wa kuwadhibiti watoto wetu, hatuna ujuzi wa kuwadhibiti watoto wetu, au tuitafsiri kwa tafsiri nyingine ipi? Asante sana. Nafikiri taswira hii inakuja kama ulivyosema awali kwamba kwenye wengi pana mengi. Huwa inatokea, yani ni jambo la kawaida naweza kusema kwamba itokee kujisahau kwa binadamu. Ndio maana hata sehemu za airport watu wanaosafiri, kuna sehemu muhimu sana inaitwa lost and found. Yani itakwezea wewe umekuwa umesafiri, mfano umepita pale Addis Ababa, ulikuwa unaunganisha safari, ikatokezea tu bahati mbaya umesahau mzigo wako. Kwa hivyo ipo sehemu maalum inaitwa lost and found. Wewe utasema mimi nilikuja. Kwa hivyo kinacho, mfano imeonekana mzigo umepotea, watu wa airport wanauchukua wanaupeleka katika sehemu maalum. Kwa hivyo inaaminika kwamba alopoteza atakuja. Kwa maana gani? Na kusudia sisi ni binadamu. Ni binadamu kama ulivyosema kwamba sio kila mtu, hakuna mtu ambaye mzazi anataka mtoto wake apotee. Ndiyo. Kwa hivyo ni kuona tu tunafanya ule umakini na tahadhari kwamba ikiwa ushajiona una watoto 5, basi tahadhari hizi kama zile za kuandika vikaratasi, kuandika mfano kwenye mkono mtoto namba yake, kumfunga kwa njia yoyote, au kumfanya mtoto, na jambo zuri sana mimi nataka kuwatahadharisha au kuambia jamii wajitahidi. Sasa hivi ni ulimwengu ambao unasema, ukiangalia data za TCRA kuhusiana na masuala ya matumizi ya simu, ikiwa sisi tuko milioni 50 au mfano Zanzibar tuko milioni 1.8, basi wenye simu ni wako milioni 2.3. Kwa maana unakuta mtu mmoja na simu 2. Tumezidi, yani simu zimezidi idadi ya watu tuliokuwepo. Kama mimi hapa nina simu 2 peke yangu, na wengine wako hivyo. Kwa hivyo tuwafundishe watoto kukariri zile namba, kuzihifadhi. Mimi mwanangu kuanzia wa miaka 3 mpaka 10 wanajua namba zangu. Kwa hivyo popote atapokuwa, na imeshatokea kuna siku tulikuwa Kariakoo, nikamwacha tu, maana ilikuwa kila nikimtafuta simuoni, kaenda kucheza. Nishafika huko anambia baba, napigiwa simu na mtu mwingine, huyu anasema na babake sijui. Nikamwambia mpe simu, kwa sababu ilikuwa mimi niliondoka nikiwa na imani kwamba huyu atanipigia, anajua namba yangu kichwani. Kwa hivyo napigiwa, nikamwambia basi mimi siko mbali, nikatoka pale nikarudi, nikamwambia yuko sehemu fulani, nikaingia tena nikaenda kumchukua. Lakini nilisema kwamba namtafuta kila nikimtafuta. Kwa hivyo jamii pia inapaswa kufanya hivyo. Wazazi wajitahidi wakaririshe watoto wao zile namba za simu, kwa maana zitawasaidia si tu wakiwa, sababu unajua akili ya mtoto ni nyepesi, tofauti na akili zetu sisi watu wazima tushakuwa wakubwa nani. Lakini kumkaririsha mtoto namba 10 ni jambo la kawaida sana. Kwa hivyo namkaririsha namba ya babake au namba ya mamake au namba ya mlezi wake. Kwa hivyo ni jambo ambalo linaweza likasaidia. Lakini swala la kupokea taarifa ni mambo ya kibinadamu. Kama kusema kwamba inatokea mtu anaweza kawa alikuwa makini, lakini watoto wenyewe hawako makini. Kwa hiyo inabidi tena unamkuta mtoto inatokea. Na naamini sasa hivi pengine kutokana na juhudi zilizofanywa na mamlaka, na kama walivyosema, na hisi kesi zimepungua, hatuoni sana matangazo. Kwa hivyo pengine zimepungua kwa kiasi. Ni hatua nzuri. Lakini kuna wazazi, sijui tunatafsiri vipi katika hatua kama hii,
ikiwa ni wazazi au walezi, mtoto anashindwa kulitaja. Pengine amemwokota mtoto wa miaka 3 jina lake halijui. Hii inakuwaje nayo? Hapo ni watoto, manake katika makuzi ya kawaida mtoto miaka 3 anatakiwa katika ile child growth, manake awe tayari anaweza kuzungumza kama ni Kiswahili au katika lugha yoyote katika growth ya mtoto. Kwa hivyo sasa unakuta jina halijui jina la. Hapo ni kuona watoto wetu vipi tuna train sasa, tunawapa ile confidence. Unajua sio kama halijui, anaanza tu ile kushangaa mtoto hivi na kwani imetokea vipi. Kwa hivyo mimi ninachoona hapo tuanze kuwapa ujasiri watoto wetu wakiwa wadogo. Sasa inawezekana mtoto wa miaka 3 asijue jina lake. Inawezekana imetokea hiyo, yani ni cases za bahati mbaya za matatizo ya kiakili, zile rare cases, lakini kwa kawaida natakiwa ajue jina lake na aweze kuongea vizuri na kujielezea, mimi naishi wapi, nakaa wapi, au babangu anaitwa nani. Kwa hivyo sisi wazazi ndio wenye walezi, yani sisi Rabb, manake tunaposema Rabb manake ndio mlezi. Hata Mola wetu tunasema Mola wetu mlezi, Rabbuna. Kwa hivyo mzazi ni mlezi wa mtoto wake. Wa huwa mas'ulu anhu, na yeye ataulizwa juu ya kile alichokifanya. Kwa hivyo tuwalee watoto wetu vizuri, tuwafundishe, tuwape ujasiri. Mbali na mambo mengine mengi tunayofanyia, kuwapeleka chuoni, madrasa na skuli. Na hii hali ya kawaida kufanya mtoto akaweza kujitegemea angali yuko mdogo, akapata ujasiri, ukamwambia ikitokea hivi basi fanya hivi, ukifika sehemu jitambulishe, wewe unaitwa nani, babako anaitwa nani, mamako anaitwa nani, unakaa wapi. Ni mambo ya msingi sana ya kuweza kuwazoesha watoto na wenye wakayazoea. Ni jambo la kawaida. Ukikuta mtoto mdogo kamuuliza unaitwa nani, haraka anaweza akakujibu kwa mazoea tulokuwa nayo, kwa sababu kutoka umemzoesha tangia yuko mdogo, pengine mwaka mmoja anaitwa nani. Maana wewe miaka yote au muda mzima unaishi naye. Kama mimi napenda kumuita mwanangu, namuita Fahim Rashid, yani anaanza kuzoea mpaka baba yake ni nani. Umwiti tu jina lake pekee yake. Namuita Fahim Rashid. Kwa hivyo kumbe mimi Fahim Rashid. Sasa ni jambo la kawaida kijamii, unamuita kwa hivyo na mimi mamangu na ni mimi babangu nani. Kwa hivyo inakuwa ni rahisi. Hata pale atakapo pengine kokotwa, taarifa zake inakuwa ni rahisi sana kutolewa. Ndio. Bila shaka. Lakini Rashid, nitarudi tena ingawa muda wetu tunatuacha mkono. Mtazamaji, kuna tangazo hapa kutoka kituo cha polisi Mwembe Madema, kinatangaza kuokotwa kwa mtoto ambaye ataonekana pichani. Anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 2. Ameokotwa maeneo ya Kilimani ya saa 3 asubuhi kama hivyo tunavyomuona. Mzazi au mlezi aliyopotelewa na mtoto wake anaombwa kwenda kumchukua kituo cha polisi Madema. Ndio yale kidogo tunayozungumza. Kuna athari kidogo zinaweza kujitokeza, hususan katika kipindi kama hichi, kwa sababu kutakuwa kuna pirika nyingi. Watoto wameenda hapa na pengine mtoto huyo amemwona mtoto mwenzake, kaona watoto wenzake kafata na vitu kama hivyo. Lakini ni hatua muhimu sana ambayo umeizungumza kuhusu watoto kuwakaririsha nambari za simu, majina. Hiyo inaleta wepesi katika masuala mengine. Lakini kwa ujumla, hali ya kujiamini. Inawezekana mtoto analijua jina lake, lakini kwa sababu aliyemuona, aliyemuokota, ana hofu naye, hajamzoea na vitu kama hivyo, inawezekana ikamuathiri na kushindwa kujieleza. Sasa tunafanya nini? Hao watoto tunawajenga vipi? Tunatumia mbinu gani sasa? Umesema tunawakaririsha. Sawa? Wanakariri kwa njia gani? Kwa nyimbo, au wewe umetumia njia gani mbali na ile ya kumuita mwanao jina lake na la babake? Njia za kawaida. Unajua makuzi ya watoto wanasema with the wig, what you see is what you get, au monkey see monkey do.
Umeona, unachokifanya ndio anachofanya mtoto, na hili ni muhimu sana wazazi wajue. Wakikuona wewe ni mvuta sigara, manake yeye atafikia na yeye kuvuta sigara. Akikuona ni mtu wa swala, na wewe atakuja anataka kuswali pamoja na wewe. Akikuona ni mtu wa Qur'ani, atakuja na kwa hivyo unachokifanya ndicho anachokifanya. Yani hii ndio stage kubwa ya makuzi ya mtoto. Kwa hivyo usije ukasema mtoto wangu kawa hivi, kumbe na wewe umekuwa hivyo au ulikuwa hivyo. Kwa hivyo yeka brithi kupitia wewe. Kwa hivyo sisi tunachokifanya kina replicate na watoto wetu. Kwa hivyo tukiwafundisha mazuri, kwa mfano tukawaelewesha kama hivyo ninavyokuambia, na tukiwakaririsha, kwa sababu njia rahisi ni kumwita. Yani unajua wazazi na the way mtoto anavyokuwa kuanzia mama mzazi tangia yuko mdogo, pengine mchanga kabisa, anza kumuita fulani Muhammad. Kwa hivyo yeye mwenyewe anajijua. Kwa hivyo fika wakati ashaanza kukua, sasa ndio unaanza kumwambia jina lako nani? Muhammad. Babako nani? Simple, nani rahisi. Yale hahitaji PhD wala hahitaji ile tunasema rocket science, kwamba ni mtu hata yuko kijijini huko bila kupewa elimu yoyote utamkuta anaweza kufanya. Kwa hivyo ni kukaa na kuishi na watoto wetu, kupata muda. Siku hizi wazazi hawana muda na kukaa na watoto wao. Sawa. Sekunde 30 tu. Tuangalie yale yote ambayo yamezungumzwa jana. Wewe una maoni gani ya mwisho kabisa? Kimsingi tunasherehekea Eid na alhamdulillah jana tumefungua na tunaendelea. Wengine leo wameanza katika, na wengine walianza zamani katika kufunga mwezi wa 6 Shawwal. Ni kwamba tuendeleze mema kama alivyosema Mheshimiwa Rais tuliyofanya. Tumeingia Ramadhani kama ni chuo, basi tuone kwamba lile lengo lililotupeleka pale la kupata ucha Mungu, kuweza kujifunza yale mambo ambayo yapo katika Ramadhani, kuweza kuendeleza katika baada ya Ramadhani, na kuona kwamba kuwa na imani kwamba Mungu ni mlipaji, na malipo ambayo tumeyapata Ramadhani basi tutayapata na baada ya Ramadhani. Mimi ni kushukuru sana Rashid Mohamed, mchambuzi wa masuala ya kijamii, kwa kutupatia maono yako kwenye hili, na tutakualika kwa mara nyingine ili tuzungumze mengine zaidi. Karibu sana. Asante sana. Mtazamaji, tumekamilisha katika hatua ya kuangaza Eid al-Fitr na yaliyojiri. Na bila shaka tumesikia maelezo ya kutosha, lakini pia mapendekezo kutoka kwa mchambuzi wetu hapa kwa upande wa lugha ya alama. Tumeshirikiana naye Zulekha Suleiman, mimi ni Ali Kinasa, na Emmanuel Musa. Kwa niaba ya wote tunakushukuru sana. Na kabla ya kuondoka, naomba nikuambie kuwa jana nilipata bahati ya kusoma makala fulani hivi, lakini ndani yake ikanipa falsafa moja ambayo imenifungua zaidi. Ni falsafa ya kawaida, lakini ukizingatia inaweza kukusaidia. Ilikuwa inasema kwamba yeyote yule ambaye atafungua milango ya skuli, basi kuna uwezekano mkubwa wa kufunga milango ya jela. Wewe umejifunza, mimi nimejifunza. Endelea kufuatilia Shirika la Utangazaji Zanzibar. Tukutane katika hatua nyingine.